Kulikuwa na kijana mmoja mjini Dar es Salaam. Jina lake lilikuwa Kasim. Watu wengi walimuita Mchizi Kasim. Kwa nini walimuita hivyo? Kwa sababu Kasim alikuwa tofauti kidogo. Alikuwa mtu wa kimya sana. Wakati mwingine alikuwa anaongea peke yake. Wakati mwingine alikuwa anacheka peke yake. Watu walimcheka sana. Watoto walipomuona barabarani walikuwa wanasema, "Angalia, Mchizi anakuja." Lakini Kasim hakuwahi kugombana na mtu. Alikuwa na moyo mzuri sana. Kila siku alikuwa anakaa karibu na duka moja kubwa mjini. Alikuwa anakaa pale kwenye kivuli cha mti. Siku moja, gari kubwa ilisimama pale dukani. Ndani ya gari alishuka msichana mmoja mzuri sana. Jina lake lilikuwa Neema. Neema alikuwa mdada wa kazi katika nyumba ya tajiri mmoja. Alikuwa amekuja kununua vitu vya nyumbani. Kasim alipomuona Neema kwa mara ya kwanza, moyo wake ulianza kupiga haraka sana. Hakuwahi kuona msichana mzuri kama yule. Lakini Neema alikuwa mtu wa moyo mzuri. Watu wote walipokuwa wanamcheka Kasim, Neema hakumcheka. Badala yake, alimwangalia na kutabasamu kidogo. Tabasamu lile lilimgusa sana Kasim. Siku hiyo Kasim hakulala vizuri. Kichwani mwake alikuwa anaona uso wa Neema tu. Kuanzia siku hiyo, Kasim alianza kusubiri kila siku mbele ya lile duka. Alikuwa anatumaini kumuona Neema tena. Siku zilipita. Wiki zikapita. Halafu siku moja, Neema alirudi tena pale dukani. Kasim alipomuona, moyo wake uliruka kwa furaha. Alisimama polepole, akamsogelea kwa sauti ya aibu sana akasema, "Habari?" Neema alimwangalia, kisha akasema kwa upole, "Nzuri. Habari yako?" Hakuna mtu aliyewahi kuongea na Kasim kwa upole namna ile. Kasim alitabasamu sana. Kuanzia siku hiyo, walianza kuongea kidogo kidogo kila Neema alipokuja dukani. Wakati mwingine, Neema alikuwa anamletea Kasim mkate au soda. Kasim alikuwa na furaha sana. Moyo wake ulianza kumpenda Neema. Lakini watu wengine waliona kitu kile. Walianza kucheka. Walikuwa wanasema, "Yule mchizi anafikiri anaweza kumpata yule msichana mzuri." Maneno yale yalimuumiza sana Kasim. Lakini Neema hakujali maneno ya watu. Aliendelea kuwa rafiki yake. Siku moja jioni, mvua kubwa sana ilianza kunyesha. Barabara zilijaa maji. Watu wote walikuwa wanakimbia kutafuta sehemu ya kujificha. Neema alikuwa ametoka dukani akiwa peke yake. Alikuwa anakimbia kuelekea nyumbani kwa tajiri wake. Ghafla, watu wawili wabaya walitokea nyuma yake. Walikuwa majambazi. Walitaka kumpora simu na pesa. Neema aliogopa sana. Alianza kupiga kelele. Lakini watu wengi walikuwa wanakimbia mvua. Hakuna aliyesimama kumsaidia. Lakini mtu mmoja alisikia kelele zile. Alikuwa Kasim. Kasim alikimbia haraka sana. Alipofika pale, aliwaona wale majambazi wakimvuta Neema. Bila kufikiria mara mbili, Kasim aliingia katikati yao. Alipigana nao kwa nguvu zote. Majambazi walikasirika sana. Mmoja wao akatoa kisu. Neema alipiga kelele, "Kasim, hapana!" Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Kisu kile kilimchoma Kasim tumboni. Majambazi walikimbia. Mvua ilikuwa bado inanyesha. Neema alishika Kasim mikononi mwake. Nguo zake zilikuwa zimejaa damu. Kwa sauti dhaifu sana Kasim alisema, "Usiogope. Uko salama sasa." Neema alianza kulia sana. "Kasim, tafadhali, usiondoke. Tafadhali." Lakini Kasim alikuwa anatabasamu tu. Kwa mara ya mwisho akasema pole pole, "Neema, usinicheke kama wengine. Asante kuwa rafiki yangu." Kisha macho yake yakafunga pole pole. Mvua iliendelea kunyesha. Neema alikuwa analia sana pale barabarani. Watu walianza kukusanyika. Wote walikuwa wamesimama kimya. Mtu yule ambaye waliita mchizi ndiye aliyekuwa na moyo mkubwa kuliko wote.
Baada ya siku chache, Neema alirudi pale kwenye ule mti karibu na duka. Aliweka maua pale chini na kwa sauti ya huzuni akasema, Kasim, dunia ilikuona mchizi, lakini mimi niliona moyo wako. Kisha macho yake yakaanza kumtoka tena. Na mpaka leo, watu wengi wanapopita pale dukani, wanasema kwa sauti ya polepole, hapa ndipo alipokufa kijana mwenye moyo mzuri sana. Na pale chini ya ule mti, bado kuna maua, kwa kumbukumbu ya kijana ambaye alipenda kwa moyo wa kweli.